so that we are able to communicate these things very clearly. The public debt in Kenya, na nimekuwa nikisema hii mara mingi, is in a level of a crisis. And we can go out there and become defensive. But the reality is on the ground. That out of the budget now, ambayo itapitishwa mwezi wa 6, over 1.1 trillion Kenya shillings inaenda kulipa riba ama interest rates ya madeni, interest rates peke yake. Lakini tukiangalia pia ile madeni tunatarajia kukopa hii mwaka ambayo inakuja ya kiserikali ni karibu bilioni 900, 900 billion shillings ambayo tunataka kukopa. We cannot continue digging the hole, but in our utterances we appear like we are doing proper debt management. Proper debt management is our realization that continuance of digging the hole is not helping the country. It is putting our country into an abyss of financial mismanagement. Na ukiangalia mwaka ambayo ni ya 2022 ikienda kuisha, ile mwaka ya uchaguzi, the debt in Kenya was around 8.7 trillion Kenya shillings. Currently it is around over 11 trillion Kenya shillings. Meaning over a period of 2 years, we have borrowed close to 2.5 trillion Kenya shillings. The entire reign of President Mwai Kibaki, miaka yake yote 10, alipata deni ya nchi ikiwa 600 billion, akiacha ikiwa around 1.7 to 1.8 trillion Kenya shillings. Meaning the entire 10 years, he borrowed just around 1.2 trillion Kenya shillings. Hiyo ndio pesa ambayo Kenya inakopa kwa saa hizi kila mwaka. Na hiyo miaka yake 10 ndio tuliona Thika Road Super Highway, tukaona barabara ya kutoka kama Isiolo kwenda Masape, kwenda Moyale na zingine mingi ambayo tuliona. Na kwa hivyo, if we are borrowing at the same level that President Kibaki borrowed for 10 years, then we must be seeing development that President Kibaki did in 10 years, every single year in Kenya. Lakini ile kitu ya muhimu sana, mimi nauliza kwa heshima, na mimi nikisema hii sikemei mtu, ni mambo ambayo nimekuwa nikisema hata wakati nilikuwa katika cheo, ya kwamba debt management in Kenya lazima ikuwe priority, kwa sababu inaangamiza uchumi wa saa hizi na uchumi wa kesho wa nchi ya Kenya. And one of the best things to do ni kuacha kukopa sana. Tuangalie vile tunaweza tengeneza bajeti ambayo inaambatana na zile fedha nchi inachukua, so that we do not continue indebting our country into posterity. Jambo la pili, nikitaka niulize ministry ama department ile inahusika na administration, waliarrange budget yao, najua wanaileta bunge leo, lakini tungetaka wafanye rearrangement, because the security apparatus in Kenya inaanza katika vijiji, na Kenya tuko na village elders ambao wanaangalia maneno ya administration na security katika vijiji zetu. Tungetaka hao village elders from next financial year lazima wawekewe fedha zao, and I will make sure myself in my position as member of parliament that we have allocated the monies for village elders, because they should be given a stipend of not less than 8,000 every month. Ndio wasaidie machiefs wetu mambo ya kulinda usalama, na tunawapongeza sana, wamekuwa wakifanya hii kazi katika mambo ya kujitolea. It is time that we must rise up to the occasion as a country and reward our village elders, all the 45,000 of them, with a stipend of not less than 8,000. Na kwa hivyo ile pesa nimeona katika budget policy statement ambayo imeongezewa katika administration, hiyo pesa isiwekwa katika votes ambazo haziulizwa maswali mingi,
ile pesa tu ya kutumiwa hivi na hivi. We want that money to be very direct and forthright, that we have to put aside pesa ya kulipa village elders, ndio pia wao waendelee kufanyia serikali kazi nzuri ambayo wamekuwa wakifanya. Na hayo mambo yote and I'm repeating again, hatuisemi hii mambo kwa sababu kuna mtu ambaye tunakemea. It is because it is the country can be able kufanya maneno ambayo tunasema saa hizi, na kwa hivyo tunataka ifanyike. Tumewaambia mambo ya hii stipend yao village elders for years. Next year I want to assure them I'll be on the front line. Lazima village elders Kenya pesa yao iwekwe katika bajeti, na we want the ministry ambayo inahusika, sio maneno ya 5,000. Tunataka wakuwa wanapewa 2,000 every week, 1,000 per month, ndio waweze kuangalia vijiji zetu vile zinafaa. Na hayo mengi na machache, demurani thank you mono.